So karibuni ndugu watazamaji. Tupo sehemu nyingine tena, sehemu ya mazao. Mulap Farm tunashughulika na kilimo na mifugo. Kama unavyoona, huu ni upande ambao tulipanda mahindi. Ni moja ya sehemu ambayo tulipanda mahindi kama unaweza kuonesha. Hapo kwa sehemu hii ilikuwa ni eka moja. Hapa ilikuwa ni eka moja. Hapa tulikuwa eka moja. Then kule mwanzoni tutatembea tutaonesha. Kwa hiyo tuje kwenye majani. Pia tunazalisha majani kwa ajili ya mifugo, Super Napier. Msimu huu wa mvua kama tunavyowaambiaga tupande majani kabla hatujaleta wanyama, na sisi pia tunafanya hivyo hivyo tunavyowafundisha. Kwa hiyo tukaamua kuongeza eneo la shamba letu la eka moja. Kwa hiyo linaanzia hapa. Nitampiga picha hapa sio kama utaona. Lakini inaanzia hapa, inashuka chini kule, inaenda kule. Sehemu yote ambayo mahindi yameishia ndio yenyewe imeanzia. Kwa hiyo na yenyewe akashuka kwenda mpaka chini huko bondeni. So wameanza kufanya upalizi. Ndio hii inachotokea. So angalia, piga picha yangu. So huko ndipo tunapopanda mazao. Kwa hiyo ni upande wa chini wa shamba. Tumepanda majani yetu ya Super Napier kama unavyoona. Na ni watu ambao tulikuwa tumewapa kazi wanapalilia majani ili Super Napier iweze kustawi kwa ubora au vizuri. Yes, naona kama msitu kule umefunga, ule umekubali sana. Kwa hiyo ni kipande hiki cha kwanza cha hapa kilisongwa na majani, kwa majani ni mengi sana. Kwa hiyo yakayasonga. Walichelewa kupalilia. Kwa hiyo ukipanda majani ya Super Napier na shauri kumbuka kupalilia, akifikia umri kama ule ni rahisi wao kuyasonga majani. Hapa unaona yajaota vizuri, ni mfano tosha. Kwa hiyo unaweza kujifunza watu ambao wote mmenunua majani kwetu ya Super Napier. Msimu wa mvua watu wengi sana, wateja wengi wamenunua majani kwetu. Kwa hiyo hii ndio practical. Hii ndio uhalisia Super Napier. Majani usipo yapalilia vizuri kipindi cha kupanda itasumbua majani kuota vizuri. Tusipo ya tunza au tusipo yaangalia vizuri tunajua kupata hasara. Unaweza kuyapanda lakini usipo ya tunza, usipo yaangalia vizuri yanatoa watoto wembamba. Watoto ambao hawajashiba. Naona kama mashina kama haya. Kwa hiyo sasa haya tunaanza kupambana nayo kuwekea mbolea. Tupopalilia tutakuja kuweka mbolea. Mbolea tutaweka mbolea gani? Tutaweka mbolea ya mbuzi kama tulivyoona tunafuga mbuzi. Yes, mbolea kabisa ya kawaida kabisa ya wanyama. Kwa hiyo hivyo ndio ndivyo tunavyofanya man. Kwa hiyo tunauzia Super Napier grass. Naombeni mzingatie hilo. Hivyo ndio jinsi ya kuhudumia majani ya Super Napier. Kuwa hivi ilikuwa ni mambo kama hivi. Sio kitu kizuri sana. Kwa hiyo inahitaji kuhudumiwa, yapaliliwe, asisongwe na majani. Majani haya unaona wamepelea majani mengi yani. Kwa hapa alikuwa ni msitu wa majani yameyasonga. Na maana eneo hili likapata hiyo changamoto. Na pia ukiona kule chini ni kama eneo ambalo lina maji mengi kuliko huko juu. Sababu tuko katika mteremko. Kwa mvua inavyonyesha maji mengi yanatemka huko chini, yanaishia huko. Kwa hiyo sasa huko wanapata faida sana. Unaona tofauti wa hili shina. Yaani huwezi kuamini yote yalipandwa muda mmoja. Lakini hili shina unaona tofauti wake. Ni makubwa, ni manene. Yameota mengi sana. Lakini haya hivi Richard anafikisha hata miezi miwili tangia tumepanda. Miezi toka imefika. Sababu nili mvua ilivyoanza sasa tulipanda. Tulianza na mahindi ya kule, tukaja mahindi ya hapa, tukaja kupanda haya. Kwa tayari naona hajafikisha miezi miwili, nadhani miwili, tuseme at least miwili. Sababu mimi nimeondoka shambani na mwezi mzima sijakuwa shamba. Kwa tayari haya unaweza kupiga picha. Miezi miwili ishafikia huku. Na tulipanda mche pingili moja kama tunavyooneshaga. Ikazaa hivi. Na msitu huo sasa uoneshe vizuri umekuja huko. Msitu huo na umeota ukubwa huo ni marefu sana. Ishafika hapo futi 6, ishafika hapo 5 au 6 imefika. Kwa ni sehemu kubwa sana. Tusogee kwa hivyo uweze kuona. Kwa tunachokiongea kwamba majani yanaota kwa haraka. Hatupigi story, tunawaonesha sasa hivi kwa uhalisia.
Maana yale majani mengine tutaonesha kule juu, yale ni ya zamani. Lakini haya ni mapya ambayo tumeyapanda na video hipo. Kwa ushahidi YouTube video hipo. Tulitoa na tarehe pale mtaiona ambayo tulipanda na tulikuwa tunaonyesha tunapanda haya majani wakati mvua zinaanza za mwezi huu. Na sasa hivi ni mwezi wa 6 tayari, kama ni mwezi wa 6 tarehe 10 na ngapi sasa hivi? Tarehe 7. Mwezi wa 6 tarehe 7. Kwa bado mapema. Na bado hali zinavyoiona haijakauka. Kwa hiyo tunategemea yale tutapiga maji huku mtoni, huku chini ni mtoni. Huku ni mtoni. Sisi tutembee hivi wataona. Piga picha yangu, angalia unavyotembea. Tuoneshe tu kwa mbali. Huko ni mtoni. Maji yanapita huko, ni mto wa kawaida kabisa wa kijiji chetu. Tulipo huku Kibaha. Kwa sababu shamba lipo Kibaha. Kijiji kinaitwa Mkarambati. Boko Mnemela. Umeona sasa huku na nyinyi hajaota vizuri, lakini alipandwa. Sasa mkitaka kuamini kama alipanda ndo haya hapa. Anpiga picha yangu tuwaoneshe sasa ili waone kabisa. Tuliyopanda ni haya. Umeona? Tuliyopanda haya hilo hapa pale. Yote yanaona mdogo. Yote tuliyapanda, lakini alisongwa na majani. Pole la majani lilikuwa ni kubwa sana kama hivi. Lilikuwa ni kubwa zaidi ya hivi. Kwa sababu gani? Kama unavyoona ardhi ilivyo. Ardhi huku ni unyevu. Umeona hii hapa? Huku chini ni unyevu. Sasa alisongwa sana na majani mengine. Akashindwa kuota. Kwa hiyo imaanishi huku hayaoti. Yatota vizuri sana. Sababu tushayapalilia. Sasa hivi ataanza kutoka tena vizuri. Na tutawekea mbolea. Kama unaona hapa aka ni kama ndio mtu nakwambia. Unaweza kuonesha. Hapa ndio tunachukua maji, tutakuwa tunamwagilia. Tunamwagilia na kusafisha mabanda, tunachukua maji huko. Kwa hiyo ni mto. Ni mto tu unapita na shamba letu lipo juu. Sasa naweza kuonesha kwa juu sasa. Kule ndo shamba lilipo. Hapa tupo kwenye mto, huko ndo shamba. Shamba letu ndo linaanzia hapa linaenda kule juu. Na hapa ndipo unaona huu ni mpira ambao tunautumia. Huu mpira tunatumia kwenye kumwagilia. Tunaweka pampu hapo, naweka mpira unapiga. Tunavuta maji, tunapandisha maji juu. Yes. Kwa hii ndio tunachokifanya jamani. Jangwa ile kama naliona ile imekaa vizuri kabisa. Hapo ile pole la majani ya Spanepia. Faida ya Spanepia nadhani kama umenifuatilia sana mpaka sasa hivi utakuwa umefahamu. Ina faida nyingi sana, kubwa sana kwa mimea. Ina crude protein 18% to 16%. Spanepia. Kwa hiyo tuna faida sana kuyalima haya na tunaomba Mungu tuweza kupata majani mengi. Kuna kisima kiangazi tutakuwa tuna shida ya majani. Kwa hiyo tutakuwa tuna uwezo kulisha mbuzi wetu, tunaweza kulisha na wanyama wengine ambao tuna plan kwanza na ng'ombe pia. Tunawaza huko mbele. Ndio maana pia sababu kuu ya kuongeza eka moja ni kwa ajili ya hiyo. Kuja kuongeza uzalishaji na kuongeza aina tofauti ya wanyama ambao tunataka tuwe nao shambani. Tunashukuru bana, msimu huu hatujapata hasara kubwa sana. Tuna historia kupata hasara sana ya mahindi, lakini tunashukuru angalau msimu huu tumepata mahindi kwa pale ambapo tulipanda. Kwa angalau chakula kitapatikana shambani kwa ajili ya vijana. Tumepanda mahindi kwa ajili ya chakula ya vijana. Vijana wapate msosi. Na kupunguza gharama ya kununua vyakula. Majani ya mabua yatatumika kwa ajili ya kula mbuzi, wanyama wetu ambao tunao. So in the future kama tulivyosema tuje kuanza mradi wetu wa ng'ombe wa maziwa. Vitu kama hivi tutakuwa vinaingia katika sehemu ya chakula ya ng'ombe. So upande huu pia ni majani. Nenda paka kule mwisho wa shamba, mpaka wa shamba, nenda mbali kule. Ni majani ya Spanepia. Ni msitu umeota hapo. Tuendelee tutakuwa tunaona. Kuonesha vitu kama vile waone, nataka waone watazamaji wangu wa Mulap Farm maendeleo yale tuliyoonyesha na tumefikia wapi. Yes, twende upande huu. Huko tumepanda migomba. Hiyo hapo ni migomba hiyo. Iko nyuma ya banda ya mbuzi. Kwa tupite hapa, twende kwenye viazi. Wewe mwenye panga wewe safisha kidogo njia ili apate kupita. Haya kata haya. Kata kidogo atakula mbuzi.
Tunakuja sehemu yetu ya, yani majani ni mengi. Majani ni mengi sana. Hapa Richard, tupite wapi? Tupite hivi. Naona njia hapa taikosa. Majani ni mengi sana. Sasa onesha yale majani. Ule ulikuwa upande wa chini. Kwa majani ya Super Napier yameenda paka kule mwisho. Yale majani ya Super Napier yameenda paka kule mwisho. Hapa katikati hivi ni viazi. Viazi hivi ni kwa ajili ya kula sisi wenyewe. Hivi ni viazi. Tuende taratibu. Hii ni upande wa viazi kama tulivyoonyesha katika video iliyopita. Kwa mtu alitoa comment ambayo sio nzuri, kwamba kwa aone kama ninafundisha watu kitu chochote wakati nawaonesha watu katika shamba letu tumefanya nini, tumepanda nini. Sikumjibu kwa sababu najua binadamu wanaruhusiwa kusema au wana uhuru kusema lolote wanataka kusema, lakini nataka niwaoneshe katika uhalisia wa maisha ya shamba. Huo ndio uhalisia wa maisha ya shamba, na niko hapo, siko shambani kama mwezi mzima hivi. Kwa unaweza kuona sehemu nyingine naona kuna kwato za mbuzi, za ng'ombe. Naona sehemu nyingine kuna mashina ambayo hajapaliliwa. Yote hiyo pia ni changamoto. Kwa tunaonesha uzuri, changamoto ambazo zipo ili muelewe maisha ya shamba yakoje. Usiposimamia changamoto zinakuwa kama hizi. Kwa twende upande mwingine. Huko tulipanda mihogo huko. Huu ni upande wa mihogo. Tunahitaji kupaliliwa. Huko tulipanda mihogo. Almost kama ilikuwa ni nusu eka au robo eka tulipanda mihogo. Kwa nadhani tutapalilia na penyewe. Kwa hiyo ndio maendeleo ya shamba. Kwa Richard, kuna vitu tumaliza kupalilia sasa. Tumaliza kupalilia. Sona mihogo imezongwa sana. Tumalize kupalilia. Mihogo ipo mingi, ila sasa imesongwa na majani. Lakini vijana na waamini watapalilia vizuri. Tutawaonesha walipopalilia. Super Napier. So haya ni majani mengine. Haya tunaita junkao. Kuna my good friend from anatokea Zimbabwe. Alichukuaga majani, akawa anataka majani ya junkao. So majani ya junkao they are ready, ziko tayari kama utaona hii video. This is junkao. If you want them, just contact me, we will ship them to you. So majani ya junkao jamani ni haya, ni aina nyingine ya Super Napier. Yako mengi sana. Sitaki video iwe ndefu, nataka niwaoneshe tu yale ambayo tuliyapitia, tuliyaonesha, tuliyapanga. Ni sehemu kubwa sana. Yote sehemu yote hii. Yote tumepanda mihogo, yote. Yote panda mihogo. Tukapanda mihogo hadi huko juu. Sasa naona vijana waliishia kupalilia hapa, mambo akawa mengi. Sasa hivi watamalizia sasa. Hapa ndipo walimaliza kupalilia. Kwa hiyo wataenda sasa kwa chini kupalilia kote mpaka kule tulipotoka. Kule chini kabisa watapalilia. Kwa hiyo lolote tulipanda mihogo. Tunaweza kuonesha na ninachoonesha, piga picha uelewe ninachokisema. Eneo lote lile kuanzia kule nazunguka kule. Hapa kote unaona majani hapo. Hapo yote ni mihogo. Wakipalilia ndio utapata kuona kitu kama hichi, mihogo ambayo ina afya. Unaona? Inapata afya. Kwa Mungu tunamshukuru sana, ametusaidia mwaka huu tumefanikiwa, tumepata mazao, tuliwahi. Akatusaidia nao tunaona matunda. Kwa taratibu tu tutafika kule katika malengo tuliyojiwekea. Huu ndio ule upande wa kwanza, na hayo mengine pia naona majani ya Super Napier. Kwa hiyo majani yako mengi sana. Kwa hiyo yote ambaye anataka majani, naomba niongea hapa sasa hivi. Yote ambaye anataka majani ya Super Napier, sawa, tumetoa offer. Sababu kama mfano yako mengi sana, tumetoa offer. Tuwape watu majani ya kutosha. Mkiwa na shilingi 3000, tunakupa pisi 10. Vipengele 10 nakupa kwa shilingi 3000. Vipisi na maanisha ndio mbegu. Kwa hiyo ni offer, ichangamkiwe. Ina muda wake itaisha, tutarudi katika 4000 yetu. Lakini kwa sasa hivi tunatoa offer ya shilingi 3000 kwa wadau wote ambao
wametufollow, wanatufuata, wanatufuatilia, ni wafugaji kama sisi. Fursa, tutakupa mbegu pisi au vipengele au vipingili 10 kwa shilingi 3000. Sawa? Ukiwa na eka moja unapanga unakuwa ni kilo 400. Ukiwa na nusu eka kilo 200. So do the math, fanya mahesabu. Tupigie message, tutumie message. Ofa yetu itakaa kwa muda miezi 3. Itakaa ndani ya muda wa miezi 3. Kwa sababu tunataka tuwasaidie Watanzania wenzetu. Na tumeongeza majani kwa ajili ya changamoto, na nimepata simu nyingi sana kutoka Tanzania kote na nje ya Tanzania, kutoka South Africa, kutoka Botswana, kutoka Mozambique, kutoka Kenya, wananitafuta kutoka Uganda, kutoka Tanzania, mikoa mingi sana. Kwa hiyo sasa tumesema tuongeze uzalishaji. Kwa hiyo nimerudi sasa shambani, niko tayari kuuza mbegu kwa Watanzania na kuwapa kwa bei ya punguzo shilingi 3000. Namba hizo hapo, tumia message WhatsApp please. Asante sana. Sehemu yetu ya mwisho tunamalizia ni eka nyingine tena hii. Hii nayo ilikuwa ni eka. Hii ilikuwa ni eka moja ya mahindi. Na unaona tofauti sasa. Ardhi ya huko na kule ni tofauti. Unaona? Jiwe ni ngumu, afu ni kichuguu. Jiwe, lakini Mungu amesaidia tunapata. Tutapata mahindi ya kula. Au dhumuni ya mahindi ni yale mahindi ya muda mfupi. Ndio maana unaona yako hivi. So mahindi yale makubwa kama kule tunajua Iringa, Sumbawanga, tofauti. Haya ni mahindi ya muda mfupi, mahindi madogo. Kwa hiyo ni eka moja imeenda kule, imechanganyika na majani Super Napier, imeenda tena kule, tunapanda nao paka juu. So naomba niishie hapa video hii. Naomba usubscribe, like the video, share the video. Yes, na tutumie message kama unataka majani Super Napier. Mwambie rafiki, jamaa, ndugu yote ambao unahisi anafuga na mifugo, ana eneo, tucheki kupitia WhatsApp, hiyo namba iko chini hapo. Asanteni sana. Cheers. Bye bye.